Munajua tulikubaliana na nyinyi ya kwamba wakati tunapanga maendeleo ya Kenya, maendeleo ya kila sehemu ya Kenya ipangwe. Na ndio mimi nawaeleza watu wa Laikipia, pale nyuma Laikipia iliwachwa nyuma. Lakini mimi nawaambia leo, ile kuwachwa nyuma muliwachwa nyuma. Mimi nimeamua hamutawachwa nyuma tena. Tunatembea pamoja. Kila sehemu ya Kenya ni ya muhimu. Kila sehemu ya Kenya ni ya muhimu na lazima tupange maendeleo ya kila sehemu ya Kenya. Ndio ya kwanza nilisema tuajiri walimu zaidi. Ndio kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma jameni. Tunaelewana? Na ndio sababu tumeajiri walimu 1,100 Kenya. Na nimemwambia huyu mrembo wenu Sara Korere ya kwamba yale mashule ya hapa, kama kuna mashule ambayo iko na upungufu ya walimu, anipatie majina ya hawa mashule, ndio mimi nipange wakati ninaajiri walimu niongeze walimu watakaokuja hapa. Ndio sababu hiyo vile vile tukasema tuhakikishe ya kwamba kuna usalama katika taifa letu la Kenya, ndio biashara, kilimo, ufugaji iweze kwenda mbele. Tumekubaliana ndugu zangu? Na leo vile vile nimekuja hapa kuhakikishia ya kwamba hii barabara ambayo imewasumbua miaka nyingi, barabara kutoka kule Nanyuki, si ndio? Hii barabara ya kutoka Nanyuki ikuje wapi? Mpaka Doldol, kilomita 60. Sikizeni watu wa Doldol, tumewapatia pesa ya serikali shilingi bilioni 4 kutengeneza hii barabara yenu. Na sikizeni, tayari tumemaliza kandarasi. Tuko na contractor anaitwa Hechiang. Atakuja hapa in the next 2 weeks aanze hii barabara, na nimemweleza Doldol hoye, nimemweleza hii barabara aanze kule Nanyuki sehemu moja na aanze hapa Doldol, ndio ikutane katikati, ama namna gani? Si tuanze hapa Doldol na tuanze Nanyuki ikutane katikati? Wangapi wanasema tuendelee namna hiyo watu wa Doldol? Laikipia hoye! Na sio hii barabara peke yake. Tuko na barabara 6 mpya ya watu wa Laikipia ambayo tumeweka katika budget ya serikali, na tumekubaliana ya kwamba kilomita 217 mpya ya lami inajengwa hapa Laikipia. Kwa sababu Laikipia ilichelewa nyuma, ama namna gani jameni? Tunaelewana? Vile vile mimi naelewa watu wa Laikipia, hata watu wa Doldol. Huyu mjumbe wenu aliniambia mkitaka ID mnaenda Nanyuki, mkitaka sijui kipande mnaenda Nanyuki, mkitaka birth certificate mnaenda Nanyuki. Sasa leo mimi nimekuja kuanzisha huduma center hapa. Na hiyo huduma center nimekubaliana, hiyo huduma center miezi 3 iwe huduma center imekamilika, nilete wafanyikazi. Mambo yenu ya ID, mambo yenu ya kutafuta kitambulisho, mambo yenu ya kutafuta birth certificate, mambo yenu ya kutafuta huduma ya serikali, yote mtapata hapa mkiwa Doldol. Tuendelee ama tuendelee? Na nimekuja na waziri Ruku, waziri ambaye anasimamia hiyo maneno ya huduma ya serikali, huyu Geoffrey Ruku. Bwana waziri, tumekubaliana miezi 3 lete wafanyikazi wa serikali, mjengo itakuwa imekamilika, hawa watu waache kuhangaika. Ni kweli ama si kweli? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Nimeambiwa vile vile kuna maji ilikuja ikakwama mahali fulani, si ndio? Na wamama wanahangaika hapa.
So nimekubali, nitatoa pesa ya serikali mahali hiyo maji ilikwama. Mimi nitakuamua nilete hiyo maji mpaka ifike hapa. Laikipia hoye! Vile vile tumekubaliana kupitia mpango wetu wa affordable housing. Hapa Laikipia tumeweka pesa bilioni 15 ya watu wa Laikipia. Tujenge soko 13 mpya hapa Laikipia. Na mimi nataka nimuulize Sara aniambie sehemu gani na gani imebaki ndio tuweke soko hapa Doldol. Mnasema tuweke soko? Tuweke soko Doldol? Muko na shamba ya kujenga soko? Iko wapi? Iko wapi? Hapa nyuma? Iko soko? Bas, mimi wiki ijayo nitatangaza soko, kandarasi ya soko ya watu wa Doldol iwekwe. Nitawapatia milioni 70 ndio tuwajengee soko ya kisasa hapa Doldol. Doldol hoye! Doldol hoye! Mnasema tuendelee ama tuendelee? Leo vile vile mimi nimekuja hapa kuhakikisha ya kwamba ile miradi yote ya serikali, hasa ile mpango ambayo tulikubaliana na nyinyi. Mimi wakati niliomba kura nilisema nitabadilisha mfumo wa mambo ya afya. Hatutaki mwananchi auze shamba yake ama ng'ombe yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tunataka gharama ya hospitali ilipwe na serikali ya Kenya. Nyinyi mnanielewa? Na hiyo bima ya afya ya SHA, tumesema kila mwananchi ajiandikishe ndani ya SHA. Na mimi nataka niwashukuru watu wa Laikipia. Laikipia hoye! Sikizeni, nyinyi watu wa Laikipia mumefanya kazi mzuri kwa mambo ya matibabu. Leo nikiongea na nyinyi hapa, 60% ya watu wa Laikipia tayari wamejisajili ndani ya SHA. Watu 1,300 na karibu 70 wamejisajili ndani ya SHA kwa watu 1,518. So 60% of the people of Laikipia today are registered. Ile pesa tumelipa kama serikali kwa matibabu katika mahospitali zenu ni shilingi bilioni 1.8. 1.8 billion shillings has been spent in Laikipia County kulipia wale wameenda hospitali, wale wamekaa kwa wale wamekuwa admitted. Na mimi nataka niwahakikishie ndugu zangu wananchi wa hapa, nataka kila mtu ajiandikishe kwa SHA ndio tuweze kuwa na data ya kupanga mambo yenu. Madaktari tujue ni wangapi, dawa tujue ni kiasi gani, ile equipment ambayo inahitajika tuwaletee. Ndio mambo ya afya isiwe tena starehe ya matajiri, wale wako na pesa, wale wako na kazi. Tunataka afya iwe ni haki ya kila mwananchi. Tunaelewana jameni? Kwanza mimi nauliza nyinyi watu hapa Doldol, nyinyi mmejiandikisha kwa SHA ama mmekuja kuniangalia? Mmejiandikisha? Hebu nione wale wamejiandikisha kwa SHA. Hebu nione. Basi. Na kama hujajiandikisha, tafadhali mimi nakuuliza wewe ndugu yetu, wewe unaturudisha nyuma. Tunataka kujua watu wa Doldol, watu wa Laikipia North, watu wa Laikipia County ni wangapi, ndio tujue madaktari tutaajiri ni wangapi, madawa tutalete ni kiasi gani, na equipment ambayo tutumia kutibu nyinyi ni ya kiasi gani. Ndio tuhakikishe tena kusipatikane mambo ya watu kuuza mali yao na watu kuingia kwa umaskini kwa mambo ya kulipa gharama ya hospitali. Tumepanga gharama ya hospitali ilipwe na bima ya afya ambayo inasimamiwa na serikali ya Kenya. Watu wa Laikipia tunaelewana? Tuendelee ama tuendelee? Viongozi wenu wameniuliza ya kwamba hapa Laikipia mnahitaji damu kubwa ambayo itawasaidia kwa mambo ya irrigation. Ni hivyo ama sivyo? Mnajua juzi tulipitisha kule bunge mambo ya National Infrastructure Fund, na kazi yake ya kwanza ya muhimu ni mambo ya kujenga dams ndio tuzalishe chakula kupitia irrigation, ndio tukomeshe kabisa mambo ya njaa katika taifa letu la Kenya. Tayari tumepitisha National Infrastructure Fund na nitahakikisha
damu kubwa ya watu wa Laikipia North na zingine katika Laikipia hii inajengwa, ndio mkuwe na maji ya kutosha ya mifugo yenu, ya kuhakikisha kwamba kuna irrigation, ndio wakati Kenya inasonga mbele, Laikipia iwe katikati ya hiyo mambo ya kusonga mbele. Laikipia tunaelewana jameni? Tumekubaliana? Wale wakora walikuwa wanatusumbua hapa na mambo ya insecurity, nimepambana na wao kiasi. Kuna wachache wamebaki, lakini mimi nawapatia ilani nikiwa hapa Laikipia leo. Wale watu wamebaki wakizunguka hapa, hasa Mugogodo Forest hapa. Si mnajua niko na watu ambao naweza kufieka hawa watu wako Mugogodo Forest. Mwambie watoke kwa forest. Otherwise wakikaa hapo kwa forest watakutana na mimi. Nyinyi mnanielewa? Tunaelewana? Situweke usalama jameni. Mifugo yetu iwe salama. Watoto wetu wawe salama. Tusomeshe watoto wetu waende shule. Si namna hiyo? Mwisho, Sara ameniuliza ya kwamba hapa Doldol, shule yenu ya Doldol ya zamani kidogo namna hii. So nimemweleza nitatafuta milioni 20 niweke katika shule yenu ya Doldol, ndio hiyo shule iamuke kidogo. Si namna hiyo? Doldol tumekubaliana? Najua ya kwamba kuna mambo ya title deeds. Hiyo maneno ya title deeds nimeongea na hawa viongozi wenu. In fact nilikuwa nafikiri ya kwamba tutamalizia, ndio nizilete, imechelewa kidogo. Nikikuja the next time hapa nitakuja na title deeds zenu. Tuhakikisha kwamba kila mtu anaishi kwa kipande yake na ako na hati miliki. Watu wa Doldol mnasema tuendelee na kazi ama mnataka wale watu watuletee fitina? Tuendelee na kazi. Mnasema tuendelee na kazi? Hebu nione wala anasema tuendelee na kazi, tuendelee. Si ndio? Wale majamaa wengine agenda hawana, mpango hawana, sera hawana, hata akili hawana. Kazi yao ni matusi mingi na hakuna mpango yoyote. Si mnawajua? Ni kweli ama si kweli? Mnasema tuendelee na kazi ama mnataka watuletee matusi? Tuendelee na kazi. Mnasema tujenge barabara yenu hii, tuwajengee masoko, tuongeze watoto shuleni, tupange mambo ya kilimo, tupange mambo ya matibabu. Wangapi wanasema tuendelee na kazi? Kwa hivyo nyinyi watu wa Laikipia mnasemaje? Ati Laikipia mnasemaje? Ati Laikipia mnasemaje? Ati Laikipia mnasemaje? Hebu nione tutam ya watu wa Laikipia, nione tutam ya Aya. Sasa sikizeni bwana. Tumeelewana? Tumeelewana? Niko hapa na naibu wa rais Profesa Abraham Kithure. Ati mnaambia rais nyinyi ni watu ya 2 term. Mnasema nyinyi ni watu ya 2 term. Kwa Rais William Ruto. Kwa sababu anatujengea barabara ya kutoka Nanyuki mpaka hapa Doldol. Kwa sababu ya soko ambayo anatuletea na 20 milioni ya shule yetu ya Doldol. Na wale walimu wanaenda kutuajiria. Aendelee asiendelee? Ni fire si fire. Ni fire si fire. Jambo la pili, mimi niko na swali kwa watu yetu ya Doldol. Hapa Laikipia, mungetaka rais aendelee kufanya kazi na viongozi wetu hapa Laikipia? Afanye kazi na viongozi wetu wa Laikipia? Afanye kazi na Mama Sara Korere? Afanye kazi na Mama Sara Korere? Sara Korere ni fire si fire. Sara Korere ni fire si fire. Tuendelee kufanya kazi pamoja. Washikilie rais. Korere afanye kazi na rais. Jane Kagiri afanye kazi na rais. Mwangi Kenjori afanye kazi na rais. Deritu Murindi afanye kazi na rais. Gavana Irungu afanye kazi na rais.
Tuendelee tusiendelee? Jambo ya mwisho, Doldol hoye! Doldol hoye! Iko watu wanazurura hapa wakisema ya kwamba watu ya Laikipia ati amuhitaji mambo ya barabara, amuhitaji mambo ya stima, amuhitaji maji, ati munataka kelele na siasa. Ni kweli? Ni kweli? Ni kweli? Ni maendeleo ama ni siasa? Ni kelele ama ni siasa? Ni matusi ama ni maendeleo? Kwa hivyo Rais Ruto aendelee. Munasema rais ni fire. Rais ni fire. Wacha nione tu term ya William Ruto, tu term ya William Ruto. Asante rais. Mimi niko hapa na